your life, what you will eat or drink, or about your body. Praise God. Do not worry. Praise God. Do not worry sababu ya jambo lolote. Wacheni tusimame tumshukuru Mungu kwa sifa. Sifa. Tusifu Mungu. Makofi kwa Yesu. Mambo. Yeye mahore. Changa kupigia Bwana Yesu mambo. Bibera. Kupiga makofi bibera. Kachangamsha Bwana akili. Kachangamka. Makofi kwa Yesu. Tuko wengi sana. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna hata Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna hata wewe.
Yesu asifiwe. Leo nataka tuweze kuwa na ibada nzuri ya kuomba pamoja na katika ya ushirika, tukiomba wokovu wa Bwana na ukombozi wa Mungu. Praise be to God. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 19. Acts chapter 12 from verse 1 to verse 19. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with his sword. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and the sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side, woke him up. "Quick, get up," he said. The chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did so. "Wrap your cloak round you and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly an angel left him. Then Peter came to himself and said, "Now I know without doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen." Verse 12. When it had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Peter knocked at the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed. She ran back without opening it and exclaimed, "Peter is at the door. You are out of your mind." They told her. When she kept insisting that it was so, they said, "It must be his angel." But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Peter mentioned with his hand for them to be quiet, and described how the Lord had brought him out of prison. "Tell James and the other brothers and sisters about this," he said, and then he left for another place.
In the morning, verse 18, there was no small commotion among the soldiers as to what had happened to Peter. Verse 19. After Herod had a thorough search for him and did not find him, he cross-examined the guards in order they be executed. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nitangaze siku ya leo, kama vile malaika wa Mungu alivyoenda na Petero akaachiliwa kutoka kwa minyororo iliyokuwa imemfunga. Huyo Mungu aliyeombwa na wanafunzi wakati ule ndiye tunaye siku ya leo, na tuna uwezo wa kuendelea kumulilia na atumane hata siku kama ya leo. Bwana Yesu atusaidie sana. Najua inaweza kuwa jambo la kushangaza ukisikia eti Mama Sama na bishabisha pale anataka kuingia kwa ibada siku ya kama ya leo, ukijua vile ulivyomwacha siku ya Tuesday. Lakini Mungu aliyetembelea Petero akafungua yeye minyororo iliyokuwa imemfunga na akaharibu makusudi ya Herode. Huyo Mungu ndiye tunaye siku ya leo. Huyo Mungu ako na uwezo hata siku ya leo. Malaika waliotumwa wakati wa Petero, hata wakati wetu wanaweza tumwa kwa ajili ya mmoja wetu aliye katika hali mbaya, aliye katika hali finyu. Katika jina la Yesu Kristo, walishikana pamoja na kanisa siku ya leo tunaenda kushikana pamoja na wakakataa mpango wa Herode. Hata sisi siku ya leo tunaenda kushikana pamoja na tunaenda kukataa mpango wa adui. Vile Herode alivyokuwa amekusudia kulifanyia kanisa la wakati ule, hata siku ya leo kuna maadui wanainuka kinyume na kanisa la siku ya leo. Lakini tumepewa nguvu kama zile zilizokuwa na wanafunzi, na ninaomba wapendwa, tuinuke na tushikane kama ushirika mmoja kama lile kanisa. Ningeomba uketi kidogo na utulie kidogo, kwa maana tumeanza neno la siku ya leo na tutaingia kwa maombi na tutafunja minyororo ya kila aina ambayo imefunga wapendwa. Kuna wapendwa wamefungwa na minyororo ya vifo. Ile minyororo iliyokuwa imefunga Petero ilikuwa minyororo ya kifo. Herode hakuwa na mpango mwingine, haikuwa Petero aende kotini ahukumiwe afungwe jela miezi 2 ama 3 ama wiki 2 ama 3 kama ile ndugu yetu alikuwa amefungwa. Lakini mpango wa adui ulikuwa mpango wa Herode ulikuwa Petero atakapokuwa anatoka pale kizuizini, atakuwa anatoka pale aende amalizwe kama vile kazi iliyokuwa imefanywa mbaya kuhusu huyu Yakobo, huyu James. Maandiko mstari wa 1 yanasema James alikuwa ameshikwa na akakatwa kichwa, na wale fans wa Herode wakafurahia na wakapiga makofi na wakawa na mpango wanaenda kufanya hayo tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuombe pamoja wapendwa. Njoni tuombe pamoja na wewe. Niwaachilie kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaomba pamoja na hii familia, tukikataa kila mpango wa adui, tunakataa kila mpango wa shetani kinyume na hao wapendwa. In the mighty name of Jesus, we cover them with the precious blood of Jesus. We cover them with the blood of
Jesus. Ninawazikira na damu ya Yesu. Ninawazikira na damu ya Yesu. Ninawaambia ulinzi wa Jehova. Ninawaambia ulinzi wa Mungu. Ninawaficha ndani ya Mungu. Hawa wapendwa pamoja na watoto wao. Ninawaficha ndani ya Mungu. We hide them in the Lord. We hide them in the Lord. We hide them in the Lord. And we declare no plan of the devil will succeed against this family. No plan of the devil will succeed against this man, against this woman, and against this children. In the name of Jesus. Safari ambayo wako nayo, ninawaambia safari njema. Ninawaambia kuongozwa na Jehova. Ninawaambia kulindwa na Jehova. Kama vile neno la Mungu linavyosema in the book of Psalm chapter 121, tutakuwa tunaondoka na tunarudi tukiwa salama. Hivyo ndivyo nimewaombea wanaposafiri, wataenda na warudi wakiwa salama, pamoja na wanaoenda pamoja na wao. Walinde na waongoze na uwabariki. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Sema amen. Ninasema namna gani jameni? Ninasema hakuna mpango wa shetani utakaofaulu kinyume na wapendwa wetu. Na kile tutafanya kama kanisa ni kuamuka na kushikana. Wakati huu wa James, maandiko inasema hakuna kitu kanisa walifanya wakati James alishikwa na akafukiwa na akakatwa kichwa. Tunasikia kuna kitu kanisa lilifanya. Kanisa wa comfortable. The church were resting. The church, they were comfortable. They were in the comfort zone. Shetani akapata nafasi ya kuleta mateso na maangamio kwa James. Lakini maandiko inasema waliposhisikia vile imepangwa kinyume na Petero, kanisa wakaamka. Wapendwa, we must wake up. We must raise up and resist every plan of the devil, because we got this power. This power that caused the angel to come from heaven. Petero afukuliwe minyororo aliyokuwa amefungwa nayo mikono. Alikuwa amefungwa mikono. Alikuwa amelindwa na makarao. Milango ilikuwa imefungwa na chuma. Mlango wa kwanza, mlango wa pili, mpaka mlango wa tatu, mpaka Petero mwenyewe alikuwa hana tumaini ya kutoka pale. Alikuwa amelala, amepumzika, akingojea the following day that it didn't happen as Herod planned. Haitatendeka kama vile adui anavyopanga. Nasema haitatendeka kama vile wale wanaoenda kwa vyumba vya uchawi wanavyopanga. Wanaenda kwa vyumba vya uchawi na makusudi yao maovu. Lakini natangaza kanisa, tutaamka na tutakata makusudi yao na hayatatimia. Mpango wa adui haitafaulu kama vile anavyopanga. Malaika aliyetoka mbinguni akafungua Petero, hata siku ya leo shuko, he never died. Ama tulienda mazishi ya malaika fulani, ama tulisikia mazishi ya malaika fulani katika Biblia. Bwana Yesu asaidie sana.
Kwa hivyo bado wakali wako na wakali wanafanya kazi. Kila minyororo ambayo imefunga wateule wanaifungua. Kila nila ambazo zimefunga wateule wanafungua. Ni nila za magonjwa, wale malaika wako wakufungua hizo nila. Ni nila za dhambi, wale malaika wako wakufungua hizo nila. Ni nila za uchawi, hao malaika wako wakufungua hizo nila. Nila za aina gani? Nila gani hizo? Zinafunguliwa. Nasema zinafunguliwa, kwa maana hatutalala wapendwa. Kanisa hawakulala, ilikuwa ni usiku wa manane. Petero alikuwa amelala, bali kanisa hawakulala, wakijua mmoja wao ameshikwa, amefungiwa, na kesho yake amepakiwa jama ya kuaibisha. Wakaamuka wakasema, tukeshe tukiomba, tukatae mpako wa Herode. They prayed. We are going to pray, church. We are going to pray, church. We are going to pray, church. Ninasema tutaomba. Wacheni niwaonyeshe nguvu ya maombi ya pamoja. Namba 1, katika kitabu cha Mathayo 18 verse number 18, neno la Mungu linasema, chochote, haujanisikia vizuri, chochote tutakachofunga hapa duniani kitafungwa mbinguni. Chochote, tufunge kila kitu ambacho tunataka kisifanye kazi katika maisha yetu. Tufunge kila kitu ambacho hatutaki kiendelee kwa miili yetu, kwa familia zetu, kwa kanisa. Chochote, tufunge magonjwa, tufunge mauti, tufunge maafa, tufunge uovu wa kila aina. Chochote tutakachofunga kitafungwa. It is the word of God. Let us bite, because we are given that power, we are given that authority. Na chochote mtakachofungua, tumepewa nguvu na mamlaka wapendwa. Tufungue chochote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema tumepewa nguvu na mamlaka, tufungue chochote. Tufungue baraka, tufungue ushindi, tufungue wale wamefungwa na magonjwa, tufungue wale wamefungwa na mashida tofauti. Chochote tutakachofungua kitafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is verse 18. Verse 19 inasema hivi, na watu wawili, the power of fellowship. Praise be to God. That is why we have been told, John, tuombe pamoja. Wacha tuende kama ushirika pamoja, tuombe pamoja, because there is power in fellowship. Hello? Maana mstari wa 19 it is very specific. Haijasema chochote. Sijui nani atasomea Biblia ya Kiswahili. Nani anakona Biblia ya Kiswahili atusomea? Matthew 18 verse 18. Matthew 18:18. Biblia ya Kiswahili. Hamna Biblia za Kiswahili hata kwa simu. Tusomewe Biblia ya Kiswahili. Matthew 18:18. Ya Kiswahili. Saidia ni mikono. Matthew 18:18. Mshikie kwa mdomo. Nasema hivi. Hii verse 18.
18. Basi inasema hivi, amini nawaambieni, yoyote mtakayo yafunga duniani. Nilikuwa nataka kwanza tusikie hiyo. It's very specific. Hajasema yoyote utakayoyafunga. Yoyote mtakayoyafunga. Hebu nirudie. The power of fellowship. Wacha nirudie tena, inasema hivi, amini nawaambieni. Huyu ni Yesu alikuwa anaongea. Amini nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa hapa duniani, mbinguni yatakuwa yamefungwa mbinguni. Na yoyote mtakayoyafunga duniani, na yoyote mtakayoyafungua, na yoyote mtakayoyafungua, na yale yote mtakayoyafungua hapa duniani yatafunguliwa mbinguni. Na ndio kanisa wakashikana wakamfungua Petero. Praise God. Na walipomfungua akafunguliwa kwa sababu ya hilo neno ambalo Yesu alisema. Verse 19. Verse 19 inasema, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Ni continuation ya mstari wa 18. Tena nawaambieni, wawili wenu watakaposhikana waombe jambo lolote watakaloliomba hapa duniani, watafanyiwa jambo lile na Baba yenu aliye mbinguni. Verse 20. Mstari wa 20 nasema, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Mahali watu wamekusanyika wawili ama watatu, fikisha hapo, kwa ajili yangu, nami niko pale katikati yao. The power of fellowship. Tufunge kwa imani, tuombe tukiwa pamoja, na tushikane kama ushirika. Ndio maana unasikia tukisisitishwa tupatane kwa ushirika hapa siku ya Tuesday. Tupatane kwa ushirika pale kwa Mama Sam siku ya Tuesday. Tuesday hii tulienda pale kwa Mama Sam. Tuesday hii tuende pale kwa Pastor Mo. Sunday after service turudi pale kwa Mama Sam. Una ushirika, kuna nguvu katika ile ushirika ama yale maombi ya ushirika. Maana Mungu ati mtakapokutana wawili ama watatu nitakuwa hapo katikati yenu. Unajua ni nani nasema atakuwa pale katikati yetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sitauliza kama wale wanaulizana kwa wanazozibitia. Kwa sababu si rahisi atakuwa pale katikati yenu. Hapo si rafiki yako, si tajiri fulani, si daktari fulani, si lawyer fulani. Ni nani? Ni nani atakuwa pale katikati yetu? Katika ule ushirika, ni nani uko hapa siku ya leo? Kwa maana hatujakutana hapa kwa sababu ya miracle round. Hatujakutana hapa kwa sababu ya get together ya familia. Hatujakutana hapa kwa sababu ya jambo ya biashara fulani tunapaka pamoja. Tumekutana hapa kwa sababu ya Mungu. Sema Mungu. Na sasa yule anasema nitakuwa pale katikati yenu ni nani? Unajua watu wanacheza. Because the presence of God is not like the presence of those other people ambao inawafanya mkusanyike na upendo na wiki sana. Siku nyingine nimeona
Bwana Rigathi amepita hapa Thika. Watu wamemfuata wengi sana. Halo? Waende wakasikia nini? One Town. Ama walikuwa naenda kusikia nini? Siku ingine naye Ruto akawa anapita hapa Thika. Watu tena wakamfuata wengi. Waende wakasikia nini? Na hata siku ya leo watu wakasikia One Town wamekuja hapa, watajaa. Wakisikia Two Town wamekuja hapa, watajaa hapa. Wanaweza kusaidia sana. Halo? Lakini yule ambaye tuko naye hapa si One Town na si Two Town. Yeye ni Jehova. Yeye ni Mungu. Halo? Si daktari ambaye anatibu na mtu anakufa. Yeye ni mponyaji. Akiamua ni kuondoa ugonjwa anaondoa. Madhani ya roho. Na yuko hapa pamoja na sisi. Na tunasikia na ushuhuda yale mambo anayotenda hapa. Kwa maana si jambo moja na si mambo mawili tumesikia amefanya hapa. Na tunacheza kwenda katika uwepo wake. Tunacheza kukusanyika katika uwepo wake. Halo? Bwana Yesu asaidie sana. Kuna mama mmoja alikupatia ushuhuda tukiwa na mama Masi. Sitasema ni nani, ni wa hapa tu lakini atapeana hiyo ushuhuda akipata nafasi. Bwana Yesu asaidie sana. Anasema alipokuwa anaolewa alikuwa na shida kubwa sana ya mgongo. Halo? Na kaona hiyo shida ya mgongo? Hata hapo anafua nguo, hangeweza kuinama, hangeweza kufanya kazi. Bwana yake alipomwambia kuna shida ya mgongo, akaambia bwana yake akamwambia, na hii kitu siwaje pia mama. Wasiseme nilioa kiwete. Bwana Yesu asaidie sana. Na saa hiyo hata hana mtoto na ameolewa. Na shida ya nini? Akiwa kwa ya madhabahu tukaomba na neno likahubiriwa. Alikuwa anatuelezea vile alisikia ni kama maji ilimwagika kutoka kwa mgongo. Kasikia maji inamwagika? Ni malaika wa Mungu alitumwa akafukua minyororo aliyokuwa amefungwa nayo. Na mama akaachiliwa. Alipoenda nyumbani akajaribu tu kufanya ile kazi ambayo hakuwa anafanya. Na akamwambia kutoka hiyo siku Mungu akamfungua. Sasa tunaokia na yeye hana mtoto, ako na watoto sasa. Na bado haumwi na mgongo, anafanya kazi ya kina haina kuinama kuinamuka. Kwa maana Mungu akiwa pale, nimesema si daktari anatibu na watu wanakosa kupona. Sio lawyer ambaye ni expert wanaenda kutetea watu na bado watu wananyokwa na wanafukwa. Sio wale mataikuni, matajiri wakubwa wanapeana pesa na inaisha. Hata wakati mwingine unasikia ifilisika. Lakini tunasema nani yuko hapa katikati yetu? Tunapokusanyika hapa, tunapokuwa pamoja hapa, si mwingine ni Jehova. Anasema na atakuwa katikati yetu. Yuko hapa pamoja na sisi. Haijalishi wengine walikosa kuingia ibada kwa maana walisema kuna manyunyu, walisema kuna nyesha, walisema kuna matope, walisema kuna Maria wanakosa
kuongoza kuingia ibada, lakini wewe ambaye umeingia, we are in the presence of the Most High God. Na ikiwa kuna minyororo imefunga Petero hapa, hiyo minyororo inavunjika kwa jina la Yesu. Wewe ndiye Petero wa siku ya leo. Kila minyororo imekufunga inafunguka na unaachiliwa, kama vile huyo mama aliyosikia ni kama maji imeteremka kwa mgongo, akasikia ako huru mpaka wa leo, pamoja na wengine ambao Mungu ametendea, na wewe akakutendea, because he is here together with us. Nimesema yule yako katikati yetu, si baba yako, si mama yako, si rafiki yako, si daktari, si tajiri, si loya fulani, sio tutamu, sio wanutamu, ni mfalume wa wafalume. Yu pamoja na sisi kwa haya madhabahu, na kila ombi tutakalo muomba, tukitangaza kufunguliwa, kuna kufunguliwa, tukitangaza kupona, kuna kupona, tukitangaza kuachiliwa, kuna kuachiliwa. Petero, maandiko inasema kanisa ikashikana, kama vile tutakavyoshikana siku ya leo. Hatutakubali ifanyike kama vile ilivyofanyikia Yakobo. Kuna James mwingine hapa, maandiko inasema Petero akasema, pia huyo James mwingine nimeshaachiliwa. Unajua walikuwa James wa kwanza, huyu wa pili hawakumuua. Si tunasikia Petero akitumana, tell James and the other brothers and sisters about this. God is going to do mambo itakayofanya kuwe na muujiza wa kuambiwa ndugu wengine, wa kuambiwa wapendwa wengine. Si Mungu na akutendee vile alivyomtendea Petero. Wewe ambaye umefungwa usipate kazi, ufunguliwe. Wewe ambaye umefungwa usifaulu katika masomo, ufunguliwe. Wewe ambaye umefungwa usifaulu katika biashara, ufunguliwe. Wewe ambaye umefungwa usimtumikie Mungu, nasema ukafunguliwe. Kila minyororo ikavunjike, wapendwa wakaachiliwe katika jina la Yesu Kristo. Kila minyororo ikafunguliwe, ikavunjike, ikavunjike. Natangaza kuvunjika kwa kila minyororo katika jina la Yesu. Maandiko inasema hivi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tusomewe mlango wa 9 from 36. Tusomewe na Kiswahili. Matendo ya Mitume 9:36 to 42. Nani amefungua tukimbie kidogo? unasema 10 na Matendo ya Mitume 9:36. 9 na Nani baba ni sema na? mimi nimeona. Sawa. Nasema hivi, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorkasi, yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua,
akafa. Hata walipokwisha kumuosha, wakamuweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, Oh, Jesus. nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumusihi na kusema, usikaiwe kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika, wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorokasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomuona Petro akajinua, akaketi. Akampa mkono, akamuinua, hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamuweka mbele yao hali juu hai. 42. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka tusimame. There is power in prayers of fellowship. Hawa Petro walishikana wakasema, huyu ameaga hatuziki. Kwanza Petro wakuje. Na because they were united, they were at fellowship. Wakashikana wakasema, Petro wakuje, tumweleze kuhusu matendo ya huyu mpendwa, kazi yake kanisani, huduma yake kwa nyumba ya Mungu, na huyu hatutazika. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Tukikataa vifo vya watu wachanga, in the name of Jesus. Tunakataa vifo vya watu wachanga. Ado potential kuruta wira wa Ngai. Megothi na mbere na kuruta wira ucio. Dorcas, Tabitha was very potential to continue doing the work of God. She was very potential. Amewacheka tu mara na amefariki. And she was potential kuendelea kushonea mayatima, kuendelea kushonea wajane maguo, mafulana wakati kama huu wa baridi. Wapendwa, wakashikana kama ushirika, nasi tunashikana kama ushirika. Nasema those who are potential to serve the Lord, then you continue serving the Lord in the name of Jesus. Kama nimesikika, I say those who are potential in doing the work of God, they are going to continue to do that work of God in the name of Jesus. Mama kama yule mtoto mdogo anatabata pale, amepata yule mtoto kwa sababu yeye ni potential. Kwa hiyo yule mtoto mpaka naye awe mzazi na kufanya kazi nyingi ya Mungu. Nataka such women who are potential in doing that work of God, they are going to continue in that good work in the name of Jesus. Mzee kama yule anatembea pale nyuma, his potential
kulea wale watoto, kulea kijana, kufanya kazi nyingi ya kwa nyumba ya Mungu. Hiyo kazi unafanya hapa, kukipisha microphone pande ile inatakikana, pande ile ingine, because you have potential. And that potential iwekwe kwa kaburi. Ninakataa kwa jina la Yesu, ninakataa kwa jina la Yesu. Walioisha wameocheka. Hakuna watu waliweza kushikana wakati ule waope na waseme huyu hataenda, because he still potential into the work of God. Alikufa akaenda wakamzika, walimzika na nguvu za kufufua watu. Do you know, my brother, my sister, you are very potential in doing great work in the kingdom of God. Ulipowekwa kwa kaburi, maana ilizikwa na ile potential ya kufufua watu. Kumetokea vita na watu wanakipishwa na adui, wamebeba pendo moja wao. Hapa ipando alikuwa potential wakuendelea kupigana vita, lakini amepigwa marisasi, amekufa. Wakakimbia wakatoroka, wakitafuta mahali pa kumweka. Wakaona hiyo kaburi ya Elisha, wakarusha yeye ndani kwa hiyo kaburi. Mifupa yake ikagusa yule maiti, maiti akainuka, akakimbia akawafuata. My, that is the potential that is in person, that is in you. Potential to nguvu za kufufua watu wamekufa. My, mpendwa, you can do great things in the kingdom of God. Sio Bishop Bogwa, ninasema wewe. Nasema wewe Rami, nasema wewe Ife, nasema wewe Isabeli. Hallelujah. Nasema wewe Lewis, uko na lot potential. Sio mimi peke yangu. Najua ninaweza sema mambo ya kufua watu wamekufa. Useme hizo ni kazi za kina Pastor Mbogo, hizo ni kazi za kina Bishop Bogwa. Ninasema wewe, God can use you in a mighty way. Najua ninaweza sema mambo ya kucheka kanisa kama hili. Useme hiyo ni kazi inaweza fanywa na watu kama Wanerisi, watu kama kina fulani wa Mase, wako na pesa, wameajiriwa, wako na biashara. Actually, you can do great in this kingdom of God. We have such kind of people in the house of God who have potential in doing great things. Wengine wanafikiri wamefungwa. Petero, nasikia ni chapter what? Very far, chapter 12. Kuna kazi kubwa sana imefanywa ya kufungua makanisa, ya kueneza injili. Na wamekata James kichwa, wanaenda kukata Petero kichwa kabla hajapanda makanisa, kabla hajaandika barua ya kwanza na ya pili na ya tatu. Kuna barua nyingi unafaa uandike mpendwa. Kuna kazi nyingi ya kufanya kwa nyumba ya Mungu. Oh my God, ninafungua hao watu ambao wamefungwa. Natangaza kuachiliwa kwa wapendwa ambao wamefungwa na minyororo. Minyororo hii ya mauti na ifungua. Minyororo inayoikoleta miutuaka. Haizizi nira za mauti, ninazifucha kwa jina la Yesu. Every plan of the enemy, every plan of the devil, I frustrated. The way Herod was frustrated until he executed his soldiers. That is how enemy will be frustrated. Those witchcraft will be frustrated. Those evil, those who are planning evil against the church will be frustrated in the name of Jesus. Minyororo ifuchike. Kila minyororo apende funga wapendwa wakose kufanya kazi ya Mungu. Hiyo minyororo ifuchike. Ninawapigia kwa maombi wapendwa.
Naomba tuingie kwa maombi. Naomba tuingie kwa maombi. Tutumie kovu ambazo Mungu ametupatia kama ushirika, kama kanisa. Tuseme wale wamefungwa wafunguliwe, wale wamepakiwa jana mbaya, hiyo jana haitafaulu. Wale wamepakiwa mipaka mibaya, hiyo mipaka miovu ya adui haitafaulu kwa jina la Yesu. Thank you, Lord our God. You are here together with us. You are here together with us. May the Lord our God, who is here together with us, that your hand that is aching in pocket uponyaji. May the Lord our God, who is here together with us, that your stomach that is aching and you be free from the stomach ache in the name of Jesus. May the Lord our God, that your neck that is aching and you be healed from this neck ache in the name of Jesus. May the Lord our God, who is together with us here, that your back that is aching, your backbone that is aching in the name of Jesus. Lima kaboro sheka ya minyororo kwa kifua yako ivunjike, ya minyororo kwa macho yako ivunjike, ya minyororo kwa miguu yako ivunjike, ya minyororo ya kansa ivunjike, ya minyororo ya tuberculosis ivunjike, ya minyororo ya arthritis ivunjike, ya minyororo ya diabetes ivunjike, ya minyororo ya blood pressure ivunjike, ya minyororo ya magonjwa na maumivu ivunjike, ya minyororo ya maskini ya ufukara umefungwa, uishi masikini, uishi fukara, ya minyororo ivunjike, ya minyororo ivunjike, ya minyororo ivunjike. Kila moja ingia kwa maombi, kila moja potelea kwa maombi. Pia wapendwa, pia Petero ambaye amefungwa, pia Petero wetu ambaye amefungwa, pia Petero wetu ambaye anapakiwa kwa kanisa na Ilombe. Mwope pia huyu mtoto katika jina la Yesu. Pia huyu mtoto natangaza kwa jina la Yesu, tutiko mudoka na kafuri nekamudaiga wera kafuri yako tikamwana tadashana shito itigo kwa tutiko mudoka na kafuri kamoremo wera kafuri yako tikashiana tadashana shito itigo kwa venye wale tori ya Jesu they are potential to be to serve the Lord. Watoto wetu wako na nafasi ya kuishi na kumtumikia Mungu katika jina la Yesu. Huyu mtoto anapakiwa maovu, nimekataa kama vile kanisa walivyoshikana wakakataa. Tukikwacha utegera gishari ate kumagari omwebito ni ahuroka netwarega this young people potential to continue serving the Lord. These young women are potential to continue doing the work of the Lord. These young men are potential to continue doing the work of God. These children will grow up to be servants of the Lord, together with us in the house. Kama vile kanisa walivyoshikana wakasema, huyu Dorokasi, huyu Tapira amefanya kazi kubwa na bado hajamaliza. Tunampea huyu mpendwa, amefinyiliwa na adui, amefanya kazi kubwa na kazi yake haijaisha. She will continue serving the Lord. This woman
this man will continue serving the Lord. These children will grow to serve the Lord in Jesus' name. Kama vile kanisa walivyoshikana na wakakataa, wakasema Yakobo amekatwa kichwa, lakini tunakataa. Petero hatakatwa, Petero hatakufa. Twarega na Petero, twarega na mutumia oyo, tunakataa, tunakataa. Huyu mama ataishi kwa jina la Yesu. Huyu mama ataishi kila mpango unaopangwa kinyume na huyu mpendwa hautatimia. The plan of the enemy against this lady will not succeed. The plan of the devil, naomba usikie malaika wa Mungu akifanya kazi sasa. It is not a dream. Petero alifikiria ni kuota naota, but it was not a dream. Kuna mambo itatendeka kuanzia sasa, utafikiria unaota, but it is not a dream. It is because God is loosing you. Unafukuliwa, unaachiliwa, unaachiliwa, mama unaachiliwa, dada unaachiliwa, kazi ya Mungu ikatendeke kwako. Riamakorobosheka, riamakaraboroboshaka, rebakataboroboshaka, rimakarabosheka, rokotorobokototo, riamakarabosha, riamarabosheka. With the power of God, the operation over your life, with the power of God, work upon you now, with the power of God, in your one case. To experience this power, to experience this power. Unaweza sogea kuamini kwa jina la Yesu. Let this power watch upon you now. Ndiyo iwache yutawira, isikurusa moto, isifanye kazi sasa. Let this power watch upon you now. Let this power, let this power watch upon you now. This power of God, this power of God in operation now. Iningarama ifunjike, izira sifunjike. Kama vile Petero alivyoachiwa, kama vile Dorcas alivyoachiwa, natangaza kuachiwa, natangaza kuachiwa, natangaza kuachiwa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the power of God, usiwe na haraka kuondoka, endelea kuamini Mungu, ukaachiliwe, ukaachiliwe, usiondoke kwa haraka, je uniache, je kutolewa katika jina la Yesu. Wa ibilisi nasema utatoro, piga mafacho
Nasema tutamtumikia mmoja tena Paulo, tutasema ni kazi tumemaliza. Igaito tiko hiyo mali yako na kuwa haikosha ghafla, hiyo nakataa. Watoto wetu wataibiwa na vifo vya ghafla, wapendwa wetu wataibiwa na vifo vya ghafla katika jina la Yesu Kristo. Watoto wetu ninawaombea wataishi, wameshika nimekataa kwa jina la Yesu. Every plan of the enemy against you, son, I frustrate it. You will need to succumb. You will need to succumb on this altar in the name of Jesus. Ninaharibu kazi ya shetani, kila minyororo ambayo inakufunga ninaifunja, ninakufungua siku ya leo. I release the power of God. This power of God, Jesus power that resurrected Jesus from the dead. Let His power jump on you. Let His power jump on you. Let His power jump on you. This power that resurrected Jesus from the dead. Ndiyo waliokilia Yesu kuna kulia yako. Let His power jump on you, God. This power that resurrected Jesus from the dead. This power that works miracle for Jesus to be resurrected from the dead. Let His power jump on you now. Every yoke break now. Yes. Kanisa. Tunakata kila makusudi yetu. Tunakata kila mpango wa ibilisi. Tunaambia wapendwa walio ndani ya nyumba, ninaambia wapendwa walio ndani ya nyumba, ninaambia watoto walio ndani ya nyumba, ninaambia wazazi walio ndani ya nyumba, ninaambia wanayuthi walio ndani ya nyumba, ninaambia wapendwa wote walio chini ya ufalme wa Kristo Yesu Chapel, wapendwa wote waliounganika naye madhabahu ya CMC, walio hapa na wale ambao ni wenzetu na tuko na wao siku ya leo, ninawaombea kama vile Petero alivyopewa akiwa mbali na moto akamwokoa, ndivyo ninampea huyu mwanadada, ndivyo ninampea huyu ndugu, ndivyo ninampea huyu mama, ndio ninampea huyu baba, ndio ninampea huyu mpendwa. Yekabo ya mashika ya makata boroshika rikata boroshara. John chapter 3 verse 10. Neno la Mungu linasema mwivi huja kuiba, kuchinja na kuharibu, lakini Yesu alikuja tupate uzima na tupate uzima tele. Kwa mwivi amepanga kuiba, wasema hakutaibiwa, wasema mwivi ataiba, wasema mwivi ataiba, wasema mwivi ataiba.
ataiba. Twasema mwivi ataiba. Kuiga shaitani tekuia. Tekuia shana shito. Tekuia dunia ito. Tekuia dunia ito. Tekuia yale bali ya kuatane weno. Hoya 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 hoya. Hoya legana na mufako wako. Hoya legana na mufako wa shaitani. Hoya 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 Mungu wake.
Okana nitondo alitomi kinji. Okana kuya pecha na kumoha. Mwivi haji kwa sababu ingine. Lakini anakuja kuipa kuchinja na kuharibu. Kule mwivi ameipa furaha yako. Natangaza irudi mara 100. Kule mwivi ameipa amani yako. Natangaza irudi mara 100. Kule mwivi ameipa afya yako. Natangaza irudi mara 100. Kule mwivi ameipa kazi yako. Natangaza irudi mara 100. Kule mwivi ameipa kazi yako. Natangaza irudi mara 100. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja tupate uzima. Na tupate uzima tele. Na kutangazia uzima. Nakutangazia uzima. Ninakutangazia uzima. Natangaza uzima kwa ndoa yako. Kwenye mwivi ameipa furaha katika ndoa. Natangaza hiyo furaha irudi katika ndoa yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwenye mwivi ameipa masomo ya watoto wako. Ana masomo yako. Natangaza masomo yako iendelee vyema. In the name of Jesus Christ. Rama shekeli la roshara. Rama shekeli la. Rama shekeli la rozao. Raka shekeli la rozao. Rama shekeli la rozao. Wale wanaofikiwa na magonjwa. Makata ile hali ya maumivu na magonjwa. Natangaza uzima. Natangaza uponyaji. Natangaza uzima. Natangaza uponyaji. Milango ambayo imefungwa kwako, ninatangaza ikafunguke sasa. Petro alikuwa amevunjwa milango mara 3, na ile milango yote ilifunguka. Alikuwa anaona kama ni mtoto. Natangaza milango ikafunguke kwako. Utaona kila kitendeka kama ni mtoto. Leo nikapima wawatane. Kumba unakuona maleke kalwana tariki yoto. Tuwekanirachi wa moyo wa ile yote. Tuwekanirachi wa sijui kama unanisikia. Sijui kama unanisikia. Kuna Mungu anaenda kukutetea. Utakuwa unaona kama ni mtoto. Kuna milango Mungu anaenda kufungua. Utakuwa unaona kama ni mtoto. Kuna minyororo inafunguka. Utakuwa unaona kama ni mtoto. Kuna nira zinatocheka. Utakuwa unaona kama ni mtoto. The Lord is in operation. The Lord is in operation. Inukaiwa mikono yako za Bwana. Mapili asali kwa yale yanayotenda katika maisha yako. Inukabia Mungu ni asante. Ambia Mungu ni asante. Let everybody concentrate now in prayers. Even the cameraman, concentrate now in prayers. Kila mmoja, even the keyboardist, everybody now, wachana na yule unafanya. Concentrate in prayers. There is something God is doing in your life. Utaona kama ni mtoto. Kuna mambo ukaeleweka. Kuna tari yote. Kuna mambo Mungu anakutetea. Kuna improvement unaenda kupata katika maisha. Kuna cheche unaenda kupata katika maisha. Utaona kama ni mtoto. Somebody pray, somebody pray. Somebody pray. In the mighty name of Jesus Christ, we find intervention of our power. We find healing of our power. Kila mmoja kwa maombi. Shukuru Mungu kwa yale anayotenda.
Kuna mambo utaona yakitendeka katika maisha yako. Utaona kama ni ndoto, utaona kama ni ndoto, haitakuwa ndoto. Ni Mungu atakuwa amefanya, ni Mungu atakuwa amefanya. Kuna mlango Mungu anafungua, utaona kama ni ndoto. Kuna kazi njema inatendeka kwako kanisa, utaona kama ni ndoto. Kuna nguvu mpya unayopokea, utaona kama ni ndoto. The Lord is your salvation. The Lord is your salvation. Kuna minyororo inavunjika, utaona kama ni ndoto. Maandiko inasema Petero alikuwa anaona kama ni ndoto, akisindikizwa na malaika, akiwa amefunguliwa minyororo, akiwa ameacha wale makarao waliokuwa wanamlinda. Akapita mlango wa kwanza, akapita mlango wa pili, akasindikizwa mpaka mlango wa mwisho. Akafikiria ni kuota naota, malaika akaondoka. Petero akaangalia, akaona kumbe haikuwa ndoto, Mungu ameshatenda. Alipofika pale kanisa walipokuwa wanaomba, Roho akashughulia kwa mlango, akaona huyu ni Petero. Hata akaona kama ni ndoto, akarudi nyuma haraka sana, akaambia wapendwa. Wapendwa wakasema hiyo haiwezekani. Kwenye mahuduma akihoya gakai hapa ikine wapa Mungu atende, na unaomba ukiona kama haiwezekani, nakwambia yote inawezekana. Kanisa walikuwa wanaona kama haiwezekani Petero kuachiliwa, hata ikawa walikuwa wanaomba, wanaambia Lord, maybe that is his ghost, maybe you're chini, see that the Lord has done it. The Lord is doing, the Lord is doing, the Lord our God, the Lord our God. Waliporusha yule mauti waliyekuwa wamembeba kwa mifupa ya Elisha, walipinduka nyuma wakaona maiti imewakimbiza. Hata wao walikuwa wanaona kama ni ndoto, but the Lord has done it. The Lord is doing, the Lord is doing. Mungu anatenda. Nema sheke na mahanda Rashekeli Baruzaya. Kuna mwimbaji anaitwa Mama Masi, ya kwamba ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda. Sijui uko na hiyo wimbo kwa simu ama uko na hiyo wimbo kwa kichwa, uweza kutuongoza tuseme Mungu ametenda, Baba umetenda, na kutukuza tuna. We are praising you, Jehovah. We are praising you, Jehovah, because you have done it. Unaweza tumia hiyo simu ya Mama Mary, uangalie hiyo wimbo, the Lord has done it. Mungu ametenda, kwa maana Mungu anatenda, na tutashuhudia matendo ya Mungu. Kuna watu wataona kama ni ndoto, kuna watu Mungu anatendea mambo, wataona kama ni ndoto. That the Lord is doing. The Lord has done it. The Lord has done it. Mungu ametenda. Mungu ametenda. Mungu anatenda. We are praising the Lord. We are praising the Lord. We are praising the Lord because He's doing. Ninahimizika. Kuna watu Mungu anatembelea, wataona kama ni ndoto. Kuna watu Mungu anatembelea, wataona kama ni ndoto. Wengine wataona kama ni ndoto, wakiwa wamebadilika ya performances katika masomo, performance ya watoto wao. Niko ingine ni mwanange kurehera, one tari kiroto. Hiyo ndio Bwana anakurehera. Hiyo ndio uranyita. Hiyo ndio unashika kwa jina la Yesu. Wanafunzi, najua tuko na nyinyi kwa wiki moja. Alafu mwende shule.
unaenda kuona kama ni ndoto katika jina la Yesu. What you are going to perform in the name of Jesus. Unaenda kuona kama ni ndoto. Ukiingia kwa mama yako, ukiingia nyumba yako, nyumba ya hinya na nyumba yako, ni Mungu amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to God. Okay, unapoingia kwa nyumba yako, odotesi utaliweshi. Kuna wimbo inaitwa maundu matari mono, maundu matari maiguo, maundu matari mecirio ni mundu, ni Mungu atuigeire atheru kena. Nikiomba tunapowekewa hiyo wimbo, ujiandae na mafungu yako ya kumi. Unapoleta hapa mbele, jiandae na sadaka zako. Unapoleta hapa mbele, ni Mungu ametenda, sijui nini. Hebu tupekea huko kiroho. Ni Mungu ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Jiandae na sadaka zako, jiandae na mafungu yako ya kumi katika jina la Yesu Kristo. Jiandae na sadaka zako, jiandae na mafungu yako ya kumi. Na nilisema siku ya Sunday, hatukuji kujiandalia hapa kanisani. Tunakuchanga kujua tumejiandaa. Tayari kuna watu wameshatoa, kwa maana walikuja wakiwa wamejiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kuna watu wameshatoa, kwa maana hawakuji kujiandalia hapa. Hukuji kufikiria hapa kanisani nitatoa fungu gani, nitatoa sadaka gani, nitatoa nini, hata leo nitatoa. Sinajua vile Mungu amekuwa pamoja nawe wiki yote. Sinajua vile Mungu amekufanyia. Unakuja Jumapili ukiwa umejiandaa.